Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Nasr Shabani Amer, mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia afya njema na uhai siku ya leo. Pili, namshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuridhia mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar kutekeleza mradi huu mkubwa wa usafiri wa umma kwa kutumia mabasi ya umeme. Tatu, nawashukuru wadau wote ambao tunaendelea kushirikiana nao kuhakikisha usafiri wa umma Zanzibar unakuwa bora na salama kwenye miji yetu. Ndugu wadau na wananchi wote, naomba niwafahamishe utaratibu wa kutumia mabasi haya kama ifuatavyo. Mabasi haya kwanza ni mabasi ya umeme ambapo hatakuwa na uchafuzi wa mazingira au moshi mkali au carbon unaotokana na baadhi ya magari yetu tunayotumia kila siku. Pia mabasi haya hayatakuwa na sauti kubwa wakati yakitembea barabarani. Kama tunavyoona, mabasi haya yatakuwa na milango miwili, mlango wa kupanda na kushuka abiria. Mlango mmoja upo usoni mkabala na dereva na mlango mwingine upo sehemu ya katikati ya mabasi haya. Milango hii itakuwa inafunguliwa na dereva, hivyo abiria hatutakiwa kufungua au kusukuma mlango kwa sababu dereva pekee ndiye atakayemruhusu abiria kuingia au kushuka kwenye basi baada ya kutizama hali ya usalama wa abiria wakati wa kupanda na kushuka. Kwa hiyo abiria akitaka kuingia atatumia mlango atakaoruhusiwa na dereva, iwe mlango wa usoni au mlango uliopo katikati ya basi, lakini tunapendekeza zaidi abiria watumie mlango wa usoni na kutokea utumike mlango uliopo katikati ili kuepusha msongamano wa abiria wakati mmoja wa kuingia na kutoka. Ndugu wadau wa usafiri wa umma, kutakuwa na mabadiliko ya utaratibu wa matumizi ya mabasi. Mabasi haya yatasimama kwa kupakia na kushusha abiria kwenye vituo maalum vilivyotengwa, basi stop, kwa ajili ya huduma hiyo. Hivyo mabasi haya hayatasimama tu sehemu yoyote ambapo mwananchi huyo amesimama anataka basi lisimame na kumchukua au kumshusha. Pili, mabasi haya yatakuwa yana station maalum za kuanzia na kumalizia, hivyo abiria wanaweza kuzitumia station hizo kwa kupanda au kushuka mabasi na kufanya shughuli zao mbalimbali zinazopatikana katika station hizo. Tatu, utaratibu wa nauli hautakuwa kama tuliozoea, utaratibu wa kulipa pesa taslimu. Utaratibu mpya ni kwamba abiria ataingia kwenye basi kwa kutumia kadi maalum ambazo zitapatikana maeneo tofauti kutoka na mawakala walioidhinishwa. Unawezaje kupata kadi za mabasi haya? Abiria atatakiwa kununua kadi yake kwa mawakala wote walioidhinishwa wanaopatikana Zanzibar nzima. Mawakala hao watauza kadi na kuweka salio kutop up kwenye kadi za mabasi hayo. Vile vile kutakuwa na app ambayo wale watakaotumia simu janja za kisasa pia wataweza kutumia simu zao kwa ajili ya kuingia kwenye mabasi hayo. Kadi zetu zitakuwa za aina tatu. Aina ya kwanza ni kadi za wanafunzi, aina ya pili ni kadi za wazee watu wazima, aina ya tatu ni kadi za abiria wa kawaida. Kadi za wanafunzi hizi ni maalum, ni kwa wanafunzi wa elimu ya lazima. Hawa ni wanafunzi kuanzia nasari hadi kidato cha 6 tu. Tukisema wanafunzi wa elimu ya lazima ni wale wanafunzi ambao wanasoma moja kwa moja, sio wanaorudia mitihani yao au wanaolipia tena mitihani baada ya kufanya mitihani ya awali. Mfano, mwanafunzi alisoma mpaka form 4 au form 6 au chuo, halafu amemaliza kusoma akaamua kulipia tena mitihani, au mwanafunzi anayesoma chuo, aina hii haitakuwemo kwenye grupu la wanafunzi tunawazungumzia watakokuwa na kadi maalum za wanafunzi. Utaratibu wa kupata kadi za wanafunzi walioidhinishwa utapatikana kupitia maskuli wanayosoma. Aina ya pili ni kadi za wazee watu wazima. Kama tunavyofahamu, serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar imewapa vipaumbele wananchi wake, wakiwemo wazee wetu wastaafu, senior citizen, na wao tutawapatia kadi maalum za kuingia kwenye mabasi haya. Wazee hawa ni wale wanaopokea pensheni jamii kutoka serikalini au wazee waliofika miaka 70 na kuendelea. Aina ya tatu, wananchi na abiria wa kawaida. Hawa ni abiria wa kawaida na wananchi ambao hawamo kwenye kundi la wanafunzi au kundi la wazee. Kundi hili nalo litakuwa na kadi zake maalum kwa ajili ya kupata huduma za mabasi haya. Abiria anawezaje kutumia kadi za mabasi? Kabla ya kuingia kwenye basi, abiria atatakiwa hakikishe kwamba tayari ameshanunua kadi kutoka kwa mawakala wetu na kadi yake ina salio la nauli ya safari anayotaka kwenda ikiwa na kurudi. Pili, baada ya kuhakiki salio linatosha, abiria akiingia kwenye basi atatakiwa kugusisha kadi yake kwenye kifaa kilichopo ndani ya basi au kwa msaidizi wa dereva ikiwa kifaa hicho amekishikilia mkononi. Abiria akishakugusisha au kucharaza kadi yake, alama ya mshale wa kijani itamuonesha
kutoka kwenye kifaa hicho na kuwa kadi yake imekubaliwa na ataruhusiwa kuingia kwenye basi. 3, pale abiria atakapoingia ndani ya basi atatakiwa akae sehemu husika na asimame kwa kushikilia vishikio vilivyopo juu ili aweze kujizuia wakati basi likiendelea na safari. 4, kwenye mabasi haya kutakuwa kuna viti au sehemu maalum zilizotengwa kwa ajili ya watu wenye uhitaji maalum. Tutamwomba abiria awache viti vyote vilivyotengwa kwa ajili ya watu wenye uhitaji maalum kama vile walemavu, wajawazito na wazee. Iwapo hakuna abiria mwenye uhitaji maalum wakati wa safari, abiria aliyopo atatakiwa atumie viti hivyo, na iwapo atatokea abiria aliyebeba mtoto, basi abiria aliyekaa katika kiti atatakiwa kuinuka na kumpisha abiria huyu aliyebeba mtoto ili aweze kukaa. 5, abiria atapaswa kuhakiki vizuri basi atalopanda wakati akiwa kituoni au station kabla ya kuanza safari. 6, kutakuwa na wakaguzi ambao wataingia kwenye mabasi kutokea maeneo tofauti ya njia. Wakaguzi hawa watakagua kadi kwa vifaa maalum na kutizama kadi hizo ikiwa zilicharazwa kwenye kifaa maalum wakati abiria alipoingia. 7, ikiwa itabainika kuna abiria yote amepanda ndani ya basi bila ya kuwa na kadi au hakucharaza kadi, atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kumtoza adhabu isiyopungua shilingi 50,000 au adhabu isiyozidi shilingi 100,000 kwa abiria mmoja atakayepanda basi bila ya kadi au kutusimisha kadi kwa mujibu wa utaratibu uliopo. 8, wazee watakaopanda na watoto wao wataombwa wawapakate ili sehemu za viti zikaliwe na watu wakubwa. Ikibidi mzazi anataka mtoto wake akae kwenye kiti, atapaswa kumcharazia kadi yake au kumbebea kadi yake ya mwanafunzi ili kadi ile itumike kwa ajili ya mwanafunzi. Adhabu ya mwanafunzi au mtoto kupanda kwenye basi bila kucharaza kadi ni kiasi kisichopungua shilingi 5,000 kwa mwanafunzi mmoja na kiasi kisichozidi shilingi 10,000 kwa mtoto au mwanafunzi mmoja. Ada na kiwango cha kuweka fedha katika kadi za mabasi au nauli. Kiwango cha nauli kitatangaziwa na wizara husika pale muda utakapofika au kile pale wizara watakapoamua kutangaza. Je, ni kwa njia gani abiria anaweza kuweka fedha katika mabasi haya au katika kadi ya mabasi haya? Abiria ataweza kuweka fedha katika kadi ya mabasi kwa kujihudumia mwenyewe kupitia simu yake ya mkononi, benki au mawakala walioidhinishwa. Je, abiria anaweza kurudisha kadi yake iliyopotea au kuharibika? Iwapo kadi ya abiria imepotea, imeharibika au haifanyi kazi, abiria anaweza kuomba kadi nyingine kwa kuambatanisha nyaraka na taarifa zilizotumika usajili ile kadi ya awali iliyopotea, kuharibika au kuifanya kazi. Kiasi cha fedha kilichobaki katika kadi iliyopotea baada ya kujiridhisha kitahamishwa katika kadi yake mpya. Mambo ya muhimu kuhusu kadi zetu hizi za mabasi. Kwanza, abiria hataweza kutumia kadi hii kununulia bidhaa au huduma kwa njia ya simu au kupitia mtandao. Pili, kila muamala utakaofanyika kupitia kadi ya mabasi utakatwa haraka katika salio lililopo la kadi. 3, hata pale kadi yako itakapotumika pasipo uwepo wa mtandao, salio lililopo katika kadi litatolewa pasipo kuchelewa sehemu itakapokuwepo kadi hiyo. Kwenye mabasi yetu kutakuwa na alama na vifaa maalum vya usalama. Kwenye mabasi yetu kutakuwa na alama au maelezo ya baadhi ya matumizi ya vitu mbalimbali ikiwemo kamera za kiusalama. Hivyo tunaomba abiria wote wahakikishe wanafuata maelezo ya alama hizi na kuitunza miundombinu ya kamera na vifaa vyote vilivyomo ndani ya mabasi haya. Mwisho kabisa, na waomba wadau wote wa usafiri kwamba mradi huu ni wetu, ni kwa ajili yetu, upo kwa ajili ya kuboresha huduma bora za usafiri. Kwa hiyo naomba tuutunze na tuwe waaminifu. Asanteni sana.